kuna ili swali la kwa nini wanaume wanakufa mapema kuliko wanawake. Nimemsikia huyu mama huyu, sababu zake ni za msingi sana. Hebu tumsikie kwa pamoja kwa nini wanaume wanakufa mapema kuliko wanawake. Hebu tumsikie. Kwa nini wanaume wanakufa mapema? Jambo la kwanza, wanaume wana mazingira hatarishi. Wanaume ni risk takers. Wanaume wana mazingira hatarishi. Ni kweli kwamba kwa sasa wanawake wengi wanafanya hata hizo kazi. Lakini basi ufanyaji kazi hizo za riski na wanaume na wanawake ni wachache sana. Wengi wake ni nani? Hata katika kuendesha magari, ajali nyingi zinatokea. Unaangalia wanaokufa wengi ni nani? Wanaume. Ajali nyingi sana ni wanaume. Driver amekufa ni mwanaume, abiria wengi ni wanaume. Wanaume wana mazingira hatarishi. Kazi zao nyingi ni hatarishi. Kwa mfano kama kazi gani ni hatarishi? Nini? Bodaboda. Umesema kweli baba. Nyingine? Sawa kabisa. Nyingine? Kupanda huko juu kwenye nguzo za umeme, si wanaume? Wanaovua samaki baharini, wanaume. Unaona kazi zao, mazingira yao hayo, wao ni hatarishi. Lakini pia wao pamoja na mazingira yao hatarishi, lakini wanafanya kazi za hatari. Migodini, wanaoingia huko chini, hata kama mwanamke ataingia, lakini sidhani kama mwanamke anaweza kufanya kama wanavyofanya wanaume. Sawa Haya, jambo la tatu, wanaume hawajichanganyi kwenye jamii. Yaani wanaume, nimesema wanaume wana mazingira hatarishi, lakini pia wanafanya kazi za hatari zaidi. Jambo la pili. Sawa sawa. Jambo la tatu, wanaume hawajichanganyi kwenye jamii. Yaani wanaume hawajamiiani. Wanaume ni antisocial. Wanaume hawapendi kusocialize kama wanawake. Tabia ya kuwa antisocial inawaua wanaume mapema. Sawa Ukiwa na jambo limekulemea na unazungumza na wengine linaendelea kupungua, mwanaume anaweza akaweka jambo lake moyoni na hasemi. Wanawake kama wapo ni wachache sana. Akiwa na shida yake moyoni ataisema, na kule kusema inafanya nini? Umepunguza kidogo mzigo. Wanawake, sijamaanisha siri za nyumbani kwako uzianike, haina maana hiyo. Lakini mwanamke yuko tayari hata kusema jambo, kwa mfano mradi tu ile shida yake ifanye nini? Itoke. Wanaume anakufa na tai shingoni. Kwa hiyo tabia ya wanaume kuwa antisocial kwao ni hatari, linawamaliza mapema. Sawa sawa. Jambo la 4, wanaume hawapendi kwenda hospitali. Uongo. Yaani mwanaume mpaka aende hospitalini sasa amezidiwa. Najisikia tu vibaya. Mwanamke akisikia tu mgongo waelewi, jamani naenda hospitali, hapa sielewi. Yaani hivyo. Na kwa kwenda hospitalini mapema anagundulika ugonjwa mapema, hatimaye anapona. Wanaume mpaka aende hospitali ameshazidiwa sana. Wenyewe wanatabasamu maana ni kweli. Msiogope kwenda hospitalini. Umejisikia vibaya, huelewi, nenda hospitali. Jambo la 5, usiri katika maisha. Usiri katika maisha unawaletea wanaume wengi msongo. Ilizoeleka kwamba wanaume wananyanyasa wanawake, lakini katika maisha ya sasa wanaume wengi sana wananyanyaswa. Tena ni afadhali mwanaume akinyanyasa mwanamke kuliko mwanamke akinyanyasa mwanaume. Ni afadhali mtu akupige kuliko manyanyaso atakayopewa na mkewe. Anafungiwa breki kila mahali. Chakula cha masimango, chakula kile unachopenda mwanaume hapewi. Hiyo inammaliza zaidi. Na unazingatia kwamba labda huyo mtu Mkristo, hawezi hata kuchepuka, anamcha Mungu. Kwa hiyo anateseka humo ndani. Mwanamke anampiga na maneno. Na kwa sababu tuna maneno mengi, ukitandikwa na mwanamke na maneno utakoma mwenyewe. Na hivyo wanapata msongo. Sawa Haya. Lakini pia jambo la 6, wanaume wengi ni wagumu katika kusamehe.
kusamehe ni dawa. Ni dawa kwa yule aliyetoa msamaha, sio kwa yule aliyepewa msamaha. Unaposamehe, wewe uliyesamehe ndiye unayepata faida. Sasa wanaume wengi ni wagumu sana katika kusamehe. Na ndio maana mwanaume, hii sasa nasema general, wanaume general, sio tu wa Kristo peke yao. Mwanaume anaweza akachepuka na akaleta na certificate ya kuchepuka, na ile certificate inamfanana kabisa, sawa lakini mama ataumia na ndoa haitavunjika, si ni kweli? Lakini mwanamke akisingiziwa tu anaweza kupewa talaka. Yaani kusingiziwa tu utakwenda moja kwa moja. Sasa ile tabia ya wamama, mama baba anaweza kaondoka akamwachia watoto wadogo, akaenda mahali kwingine kutafuna pesa zake, anarudi ni mgonjwa. Moyo wa mama ni wapekee sana. Mama anakunjua mikono, anamkaribisha tena, anamsamehe na wanaishi. Kwa kufanya hivyo, wamama hawa wanaongeza miaka ya kuishi. Akina baba, ondoeni huo uchungu moyoni. Uchungu unawamaliza. Samehe. Alikukosea mwaka jana, mpaka sasa bado una kinyongo, kinakumaliza. Mwanamke yeye akishasamehe, anasamehe, anaachilia. Na ndio maana unaona maisha wanaoishi wamama, watu wazima, wale wazee wa bibi, akifikia ule umri sasa wa bibi, anarudi anapendeza. Wewe baba upo tu unasononeka. Samehe. Kusamehe ni dawa, mtu wa Mungu. Jambo la 7, wanaume wana miili mikubwa. Unaweza ukaona kama wanawake wanene, lakini wanaume wenyewe wana miili mikubwa. Ile kuwa na miili mikubwa kuliko wanawake, hilo nalo ni tatizo. Na hapa nizungumze na wanawake ambao wana waume walioolewa. Angalia unampa chakula gani mumeo. Sio sifa mumeo kuwa na kitambi. Unaweza ukaona kwamba unajua kumlisha vizuri, lakini unammaliza. Vitambi si kitu bora. Awe mtu mwenye afya yake, amechangamka hivyo. Sawa Na ndio maana unaona watu wanaoelewa hawana vitambi. Si wenyewe mnaona wakisimama